If there is somebody who is currently hitting this government very hard, is Moses Kuria. Moses Kuria, after resigning from the lucrative job ya gava kama president economic advisor, come out huku nje na ameanza kulima serikali vibaya sana. Recently, during Mbere North tour or to popularize his campaign candidate in Mbere, Moses Kuria aliweza kutokea kama amefunga kichwa, akidai aliweza kufanyiwa ile kitu na wasee. Hebu watch hii clip. Oleka to Moses Kuria mwana mwigwa. Kama aidha na bakare mane mudo jiango ma. Oleka rupaterinda we to ka to amuretera. Kana ba Moses. Mote mugera iki kangeli. Very good. You know, Moses Kuria, after appearing in Mbere wearing a bandage on the head, sijui kama ni ukweli ama ni chocha tu za kuonesha watu walipigwa, lakini mie ndio tunajua mzee kama Moses Kuria akipigwa, of course tungejua alinyoroshwa. So hizo tu ni mchezo za town. And apart from that, recently Moses Kuria was having an interview and he exposed a lot about President William Ruto, particularly when they were forming the government in 2022. Moses Kuria alisema rais aliweza kumapproach na akamwambia mkuu, fanya aje, nataka uwe hii chama yako, then tukutanishe na yangu to form chama moja kama UDA. Something Moses Kuria anasema yeye alimwambia mkuu, kama kuna kitu hatuwezi fanya, mimi na wewe ni marafiki. So what you will do is accommodate us, we form a coalition so that we can forge ahead together kama coalition, lakini kuvunja party to form party moja maze haiwezi make. Moses Kuria akiwa katika hiyo mazungumzo aliweza kufichua akasema iwapo angekubali kuvunja chama cha kazi alafu waingie UDA, sahi angerudi kuwa governor wa Kiambu. At it was a direct ticket to him. Venye mkuu alimwambia ukivunja tunakumake ukuwe governor Kiambu ama useme anything. That is why yeye alikataa na akajipata amepewa kama waziri katika serikali ya msee. So anasema zile vitu rais amekuwa akifanya ni za maajabu, kwamba ablame hata boss wake Musalia Mudavadi why he folded his party to join the UDA. But sasa it was very easy for them since Rigiji hiyo wakati hakuwa na party. Anasema the blunder yenye Rigiji alifanya was to enter into an agreement without a party during the 2022 general election. Moses Kuria anasema if Rigathi Gachagua had his own party, then he will still be the deputy president of the Republic of Kenya. Anasema sasa hakuna kitu unaweza ambia msee kwamba we had agreed on this and this and this and this. The agreement was wewe uingia gava, let a vote, tukupe number of slots za ma CS, ma PS na ambassadors, na hizi ma appointment jobs nini, we will sort out that. But there was no legal agreement on power sharing like how Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, and him, together with other parties, came into be with the Kenya Kwanza government to form the Kenya Kwanza coalition in 2022. Citing that it would be very easy for Rigathi Gachagua to bargain for power if he had his own political vehicle. If you remember, Rigathi Gachagua was just unpicked after a very intense negotiation between the Mount Kenya region. Now, say President William Ruto alisema wakati ule, according to Moses Kuria, kwamba nyinyi wasee mumeongea sana na musikizani on who to be my deputy president. So my running mate, I'll choose msee mwenye ako na madola. So at that time, Rigathi Gachagua was msee mwenye alikuwa na mfuko.
So that is why he ended up being selected as the running mate for President William Ruto during the campaign period. Now, Moses Kuria, you have known him for the fiercest attacks zenye amekuwa akifanyia gava. Recently, he posted something on IEBC. Akaambia IEBC, the things you are doing might lead this country to where Kivuitu left. And if you remember Kivuitu alikuwa msee mwenye alitangaza Kibaki kama rais in 2007. That caused the country and plunged the country into chaos and violence. That is why tuko na post-violent election 2007-2008 wase wenye walivyotiwa because of silly mistake Kivuitu made kutangaza msee wa kutoka tribe yake. So that is what Moses Kuria posted on his Twitter. Akawaambia wase, there is community profiling, and in that Moses Kuria hinted and posted a video on his X. You can go check. Wakati wa Masai fulani walikuwa na warn Rigathi Gachagua asiattend kukampenia aspirant wake wa DCP kule Masaini. And you saw what happened when Rigathi Gachagua stepped at Narok. There were heavy police presence. Of course, mse mwenye anaweza ambia police watoke ni prezo, DP, ama mse governor, ama mse mwenye ako serikali, mwenye ako na power ya kupigia IG, then IG apeana orders kwamba awase wafungwe. Because hiyo order yezi toka tu from OCBD. OCBD akigesa itwa Nairobi ofisi ambiwe nani alikupea orders, at aside ni nani alimpea. And of course, you don't depend on politicians wakupea orders. So, Moses Kuria has won. Even also, ali won IEBC akadrop bombshell to mkuu. Moses Kuria has told President William Ruto not to go the way Tanzania has gone. Kwamba in 2027, President William Ruto should just let Kenya be. Kama watu watasema one term, akubali ni one term. Watu wakisema ni yes, ye atarudi kiti, aseme yes, atarudi kiti. But akitumia force yenye majirani zetu Tanzania have used, this country will turn into Somalia. That this country will be a mess more than even 2007, 2008 post-election violence. You know, sahi there is a coming of uprising ya Gen Z. Wase wanajita tribeless. So these people don't want this government anymore because of citing so many reasons, including job opportunities, high cost of living, waze. And Moses Kuria amaambia msee that you should take care. Listen to the people first before acting. So if in 2027 you are planning to use the force yenye dictator Mama Samia Suluhu Hassan alitumia, then forget about it. You will burn this country, and this country you will descend to chaos. Na utajipata ICC mara ya pili. So mambo ni kudialala, mambo ni kubaya. Moses Kuria naye anasema kama mbaya, mbaya. Hakuna kubembeleza punda kwa mteremko. Yebeba mzigo. So kama ni kunyorosha serikali, nyoroshanga serikali ukisonga. Bora amesema ukweli. Hivyo ndio alikuwa na site time alitolewa kama time aliresign, because Moses Kuria said that it is very difficult for you to lecture a government you are working. So even things are working wrong, you don't need to lecture the government. You sit down, watch it happen, and you do nothing, because you cannot lecture the same government you are working. So alisema yeye atavumilia hizo story. The only option for him too is to move out.